Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen. Majina naitwa Rachel Francis, natokea Bunjueni. Karibu Rachel. Baba, na ushuhuda. Ndio. Wakati mwanangu mdogo. Ndio. Kuna mama alikuwa tunaishi naye pale, alikuja kwa mwanae. Ndio. Siku hiyo akaniambiaje, mbona unaonekana unampenda sana mwanao? Ndio. Nikamwambia nampenda kwa sababu mtoto ni baraka. Akasema maana kuna mwenzako alikuwa anampenda mtoto kama hivyo hivyo. Lakini baadaye wenzake wakamfanyizia yule mtoto akafa. Nikaingia ndani nikasema, Mungu, huyu mama kwa nini anatamka maneno haya? Najaribu kufuta, kila siku nafuta hilo neno, nalifuta. Ndio. Baba baada ya muda akawa hakai pale, ni anaenda ni Buguruni, anaenda na Zanzibar. Ndio. Baada ya muda ni kama alikuwa anamuuliziaga yule mwanae kusema huyu mtoto anaendeleaje? Alikuwa akipita yule dada kama unampa mtoto chakula. Yaani akiondoka tu ukija kumpa tena mtoto anapokea chakula vizuri, akishamaliza mtoto anatapika chakula chote. Kila siku ikawa ndio hivyo hivyo. Ndio. Kama Mungu hiki ni nini? Baada ya muda akawa mtoto nikimkalisha anadondoka. Ukimkalisha sasa mtoto akawa hakai tena. Akazofika, yani nakazofika, yani kiasi ya kwamba hata ukimuona alizofika. Nikaenda hospitali, wakaniambia huyu mtoto mifupa yake haina nguvu. Madaktari wakakwambia mifupa haina nguvu. Ndio baba, inabidi mwanzie calcium ambayo inaenda dozi ni siku 90. Ndio. Baba, nimetumia mpaka imefika 40. Kama 50, lakini sioni matokeo. Lakini hujaona mabadiliko yote. Ndio baba. Nikasema yani mpaka kanisani nikawa sijaja kama wiki 3. Nalia nikasema, Mungu, kwa nini nilie? Ndio. Mbona mahali sehemu ambayo mbona Mungu amenitoa mbali, kwa nini nalia kwa sasa, namkaribisha shetani? Nikasema acha niende kanisani. Siku hiyo nilipokuja kanisani, ndio ilikuwa ulitangaza kusema kuna maombi ya malango. Nabii alisema kuna maombi ya malango. Kila saa 12. Ndio. Nikasema Mungu, haya maombi haya saa 12 mimi ndio yatanifungua. Ndio. Ikaja baba saa 12 kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa. Ile siku ya pili ndio nimemkalisha mtoto. Mtoto akatambaa, maana alikuwa hatambai. Alikuwa hatambai kabisa. Lakini baada tu ya kuja maombi ya malango ya saa 12 akaanza kutambaa. Ndio baba, sasa yule mama ambaye ana mtoto wake pale, alivyomuona yule mtoto anatambaa, alisimama yani kama shot, kapigwa na shot kuangalia imekuaje huyu. Akaanza kushangaa tena. Maana na yeye ana mtoto mdogo. Ndio. Baba baada ya siku 2 alimwambia yule mama yake, mwenzako anatambaa. Siku ya pili yule mama alikuwa Zanzibar. Akaja. Ndio. Alivyokuja akatoka kutoka Zanzibar. Ndio baba. Baada tu kusikia mtoto ametambaa. Ndio, alivyokuja mimi tumezoeana, alikuwa ni mcheshi sana. Akamshika, lakini mimi huyu mama nina wasiwasi naye. Akamshika, chenyewe kimekuwa. Tena leo ikaniuma, kwa nini tena anatamka hivi? Hapo anaongea lakini hana ile nguvu ya zamani. Baba akarudi tena, akaja tena. Alivyokuja baba moto ulimwakia. Maana sio kawaida yake, alipita, aliingia ndani, akaingia moja kwa moja ndani kwa mwanae. Huyu mama vipi, mbona leo hivi? Nikaa mimi nazidi tu kuomba maombi, nazidi kuomba. Yaani ile wakati naomba maombi tena nikaoteshwa ndoto nikiwa baba uliniambia twende kuna safari, ukiwa ni wewe baba na mama nabii na mtoto mdogo. Akasema twende kuna safari, tukavuka tukaenda Zanzibar. Kule ukatuambia baba huku kuna matunda mazuri sana, ya matunda ni mazuri mno. Nikashtuka. Baada ya siku 3 tena yule mama alishakuja. Tena ndoto ikaja. Nikaota yule mama anakuja, alivyokuja akajifunika kitenge. Kila kitaka kuniangalia anashindwa, kila ataka kugusa anashindwa. Baada ya muda asubuhi naamka, maana niliamka nikaomba. Kile kitenge kile ndio naamka tu nakuta kimeanikwa hapo nje kinavuja maji. Nikasema mbona kitenge hiki nimeota hiki? Nikaingia tena nikamsii sana Mungu. Baba sasa hivi yule mama yani kakosa amani. Nikasema Mungu kama ana magonjwa yote amrudie. Lakini sasa hivi anapiga simu, mimi magoti yananiuma, maana sijui figo. Kwa hiyo magonjwa sasa yamemrejea mwenyewe baada tu ya maombi ya malango. Na mtoto wako sasa, unaweza kutuambia mtoto wako baada sasa ya matamko yote hayo anaendeleaje sasa? Baba anatambaa vizuri, na sehemu akishika anashikilia sehemu anaenda nayo. Na imechukua muda gani mpaka hatambai na kusimama? Ilikuwa miezi 8.5. Pige Yesu makofi. Sungeongeza makofi kwa Yesu Kristo. Baada tu ya maombi
maombi ya malango. Sasa mtoto wake anatambaa. Unawaambiaje watu wa Mungu kwa muujiza mzuri ambao Yesu wa mbinguni amekutendea? Baba, naambia waamini. Ndio. Yaani waamini kabisa na vifaa vya mahali hapa vitendea kazi. Baba, wao wanachukua, maana hata mimi kuna kipindi sina maji. Ndio. Nikachukua maji nikasema ya maji nageuza kama kanisa la Mungu karibu nasi, nageuza kama maji ya ubavu wa Yesu. Ndio walikuwa natumia kuyamwaga. Ndio. Ndio baba. Pige Yesu makofi. Yesu akadhibitishe mtoto wako anatambaa na atatambaa zaidi, na wewe pokea huo muujiza kwa jina la Yesu. Amen. Chochote ambacho kinatambaa katika ulimwengu wa roho na kiamsha kikatembee kwa utukufu wa jina la Yesu. Amen. Mungu akakudhibitisha. Karibu. Kuna ushuhuda mwingine. Ndio. Ulikuwa muda kidogo sikushuhudia. Ndio, karibu kwa muda mfupi. Baba, nilikuwa na uhitaji sana, nilikuwa na uhitaji wa hela. Ndio. Nikasema mimi hela nitapata wapi? Nataka kuondoka mahali hapa. Nikaa sina hela ya kununulia bati. Ndio. Tukaja kanisani, baba ukasema kila mtu atamke kitu ambacho Mungu anatakiwa kumfanyia. Ndio. Baba, nikatamka nikasema naomba mtu aonekane nikapate hela hata nikanunue bati. Bati kwa ajili ya nyumba sasa. Ndio baba. Ndio. Lakini nilirudi mahali hapa nikakaa kama siku mbili. Kuna mama akatuambia mbona bado hamjagongelea? Kamwambia hela hatuna. Ndio. Baba alitoa hela kiasi cha pesa ambayo ilikuwa 1,500,000 ndio ambayo ikatusapoti. Akawasapoti. Ndio baba. Baada tu ya matamko mahali hapa. Ndio baba. Singongeza makofi, Bwana akainue mtu ambaye anaenda kukubariki siku ya leo. Chochote ambacho kimesimama kitaendelea kwa jina la Yesu. Amen. Nami natamka baraka, pokea baraka kwa utukufu wa jina la Yesu. Amen. Unawaambiaje watu wa Mungu kwa muujiza ambao nyumba yako ilikuwa imesimama kwa muda mrefu, lakini baada tu ya matamko umeona kibali na mtu ametokea amekupa fedha ya mabati? Nawaambia waamini mahali hapa. Neno linalotamkwa la mahali hapa ni neno la kweli. Maana hata mimi mwenyewe sikutegemea, lakini matendo makuu Mungu ananitendea ni ajabu. Amen. Mungu akudhibitishe zaidi. The lady standing before us says that her baby was due to start crawling, but because of some words that were being spoken upon her, she continued praying and trusting the God, and she says that now the child has been healed through the prayers of gates that we usually pray at 6 in the evening. She connected herself with those prayers and trusted God to heal her child. She says the child is okay now. She also says that she needed some iron sheets to finish her house. One day she came to the altar and the man of God said, tell God one item that you want him to do for you. She prayed and told God that, God, I just want to finish my house. She says that after a few days, she got the money and she has now been able to finish her house. She gives God all the glory. Amen.